Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe tena. Mtumishi wa Mungu, ni siku nyingine ninakukaribisha katika maombi haya ya siku 22 kwa ajili ya kuatamia ndoto yako. Na ninaamini ya kwamba Mungu ameendelea kuwa pamoja nawe. Mungu ameendelea kuwa sehemu ya maisha yako. Nataka nikwambia kwamba Mungu analo kusudi kamili na maisha yako. Mungu tuliye naye ni Mungu ambaye siku zote anakuazia wewe yaliyo mema. Kwa hiyo amini ya kwamba Mungu aliyekupa huu mwezi ndiye Mungu atakayetembea nawe mpaka utakapomaliza mwaka, na kwa ushindi utaziona ndoto zako zikitimia. Nataka nikwambie umezaliwa kwa kusudi, na lile kusudi ambalo lilimfanya Mungu akuumbe, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo hilo kusudi litimie kwa damu ya Yesu. Ninaomba ni mshukuru Mungu, na baadaye tutaendelea na maombi yetu siku ya leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtumishi huyu ambaye anasikia ujumbe huu sahihi. Ninaomba Bwana, kupitia neno hili, kupitia maombi tutakayoomba mahali hapa, mtumishi wako aone kibali, mtumishi wako aone neema mbele zako. Neno hili likamsaidie, ili katika safari hii ya maombi ya siku 22 akuone katika nguvu, katika uweza, ishara na hata katika miujiza. Amen. Mpendwa, leo nimebeba ujumbe unaosema ili ndoto yako iwe halisi iandike. Ili ndoto yako iwe halisi iandike. Na nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Habakuki ile sura ya 2. Nitaanza na ule mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Maandiko yanasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mlima, juu ya mnara, na nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi uifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Mstari ule wa 3, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Sasa ninatamani siku ya leo tuone mambo muhimu hapa, na tutakapoenda kuomba mbele za Mungu tujue kwamba tunaombaje. Jambo la kwanza, ni lazima ujue kusimama katika zamu yako. Natambua ya kwamba kila mtu ana zamu yake, na wewe una zamu yako katika mwezi huu. Elewa ya kwamba Mungu alipokuumba, alikuumba kwa tarehe yako, alikuumba kwa mwezi wako, alikuleta kwa mwaka wako. Na inawezekana unaponisikia sauti hii, majira yako ambayo Mungu aliruhusu uje duniani ni tofauti na ya mtu mwingine ambaye uko naye sahihi. Manake kuna zamu ambayo Mungu aliachilia kwako. Kumbuka, majira yako yamebeba hatima yako, yamebeba kibali chako. Kila baraka iliyoamriwa imefichwa kwenye majira yako. Na mimi nataka niombe na wewe kwamba ile zamu yako ya baraka, zamu yako ya kuinuliwa ambayo iko ndani ya mwezi wa 7, Mungu akusaidie. Zamu hii itakapofika, mkono hodari wa Mungu ukakutetee katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba chochote kisikutenganishe na zamu yako ya baraka katika jina la Yesu. Jambo la pili, tafuta nafasi, faraga yako na Mungu. Habakuki alienda juu ya mlima, na wewe tafuta eneo la madhabahu yako, mahali pa kukutana na Mungu. Natamani nikwambie jambo hili mpendwa, kama unataka kuona nguvu za Mungu, kama unataka kuona mkono wa Bwana ukiwa upande wako, kama unataka kupiga hatua kiroho, jifunze kuwa na madhabahu yako, mahali ambapo unakaa unasema na Mungu. Tabia hii ilikuwa ndani ya Yesu. Kuna kipindi alikuwa anawacha wale wanafunzi 12
anakwenda na wale watatu, anafika mali anamwacha Petro, Yakobo na Yohana, anakwenda mahali pasipokuwa na watu tena, alfajiri na mapema. Maandiko anasema anaomba huko, anautafuta uso wa Mungu, anayatamia ndoto, anatamia kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake. Ni lazima mpendwa uwe na faraga mali ambapo unakaa. Mungu alipoachilia ufunuo wa kuku anavyoatamia mayai yake au vifaranga vyake, manake ana mahali special ambapo anakaa, hahami mpaka ndoto yake imetimia, mpaka maono yake yametimia, mpaka lile kusudi ambalo liko ndani yake limetoka nje na watu wanaona matokeo, wanajua kabisa huyu alikuwa na ndoto, alikuwa anatamia na tayari imetoka, watu wanaona vifaranga. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo kwamba mwezi huu kuna namna Mungu anataka vitu vizaliwe kwako, vitu vitotolewe kwako, vikatotolewe katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Jambo la tatu, omba Mungu akupe macho ya kuona kile ambacho Mungu anataka uone. Ni lazima ujue unataka kuona nini. Ndio maana mpendwa, nimekwambia ni vizuri sana ukajua kwamba nataka kuona nini. Ndoto yangu ni ipi? Nini ninachokiatamia? Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Mungu akusaidie kabisa. Mungu akupe macho ya kuona, macho ya kuona kile ambacho Mungu anataka uone. Mwezi huu umebeba siku 31 na mwezi huu kuna kitu ambacho umebeba kwa ajili yako. Ninaomba kile cha kwako kilichobebwa ndani ya mwezi huu kitokee kwako katika jina la Yesu Kristo. Natamani nikwambie hivi mpendwa, utakapoyatamia ndoto yako, hakuna namna adui anaweza akaivuruga, maana mkono hodari wa Mungu unakwenda kukulinda, unakwenda kukutetea. Kwa hiyo omba kabisa Mungu akupe macho ya kuona na hiki unachokiatamia kwamba kitokee katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 4, omba Mungu akupe sikio la kusikia sauti na maelekezo ambayo Mungu ameyaachilia juu ya ndoto yako. Kwa hiyo omba kabisa Mungu akupe sikio. Asema walio wangu anajua kuisikia sauti yangu. Tamani sana kusikia sauti ya Mungu katika kipindi hiki. Kuna sauti nyingi. Pindi unapopita ukakutana na majaribu, unapita unakutana na vita, unapita unakutana na wapinzani, watu wanasimama kupinga ndoto yako, kupinga maono yako. Wakiona unapiga hatua, watu wanasimama kinyume na wewe. Wengine wanakukatisha tamaa, wengine wanainuka kabisa, wanaanza kutumia nguvu za adui kuvuruga hiyo ndoto. Nataka nikwambie kitu cha namna ya kwamba omba Mungu akupe sauti, akupe sikio la kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu kuna wakati atakuelekeza, kuna wakati atakwambia mwanangu endelea kuomba, mwanangu hapa tulia, mwanangu hapa inuka, nenda mahali fulani, utakutana na mtu aliyebeba cha kwako. Nimeandaa mtu kwa ajili yako, na mimi nakuombea huu mwezi ukawe ni mwezi ambao utauona mkono wa Bwana kwa namna ya kipekee. Jambo la 5, andika hiyo njozi. Andika hiyo njozi, andika ndoto yako, andika maono yako. Ni muhimu sana kuandika mpendwa. Hii ni muhimu kwa kila mmoja kuhakikisha anaandika. Andika, beba notebook yako, beba diary yako. Kama una laptop andika, kama una iPad andika. Andika, weka kwenye faili. Kwa nini? Ili ujue namna ya kuiombea, ili ujue kabisa mwaka huu, mwezi huu nina ndoto kadhaa, natamani hiki kitu kitokee. Na mimi natamani ya kwamba hiyo njozi Mungu akupe ya kwamba itokee. Kila mmoja ana njozi yake, na mimi natamani siku ya kesho kila mmoja awe na njozi yake, maana nitakwenda kuomba juu ya kila njozi ya kila mmoja, juu ya kila njozi yako, na Mungu atakwenda kufanya. Kwa hiyo ninaomba shika kabisa, wakati ninaomba na wewe uwe umeshika. Yawezekana ni laptop yako, yawezekana ni notebook, au yawezekana ni diary yako umeandika, lakini shika mkononi. Mungu amesema andika, manake ili ikupe kukumbuka ya kwamba natakiwa kuatamia, natakiwa kuomba, na Mungu atakusaidia. Pasipo maono mpendwa,
watu huacha kujizuia. Ni kitabu cha Mithali 29:18. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule ashikae sheria. Mpendwa, ukiwa huna maono utajiendea tu. Hata ukipata fedha utaitumia vibaya tu, manake huna ndoto, huna maono. Maono yanalinda uchumi wako, maono yanalinda fedha yako. Na kumbuka, huwezi ukajitenga na uchumi kama unataka kufika mbali. Huwezi ukajitenga na fedha kama unataka kuwa mtu chini ya jua. Huwezi ukajitenga na fedha kama unataka kuwa tajiri, kama unataka kumiliki na kutawala. Fedha lazima iwe sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo lazima uwe na maono juu ya namna ya kuipata fedha, namna ya kuilinda na namna ya kuitumia, namna ya kuiongeza. Na huu ndio mtihani ambao umekamata kizazi chetu cha sasa hivi. Kila mmoja yuko njia panda, hata vikiingia kwenye mikono havikai. Na mtu atakwambia nimepata fedha nyingi lakini sijui imefanya nini. Watu wanajuta, watu wanalia, watu wana machozi, watu wana majonzi, watu wana majeraha. Wengine wametamani hata kujiua. Kwa nini iwe mimi? Wengine wamedhani wana mkosi, wengine wamekwenda wameogeshwa na mafuta, wameogeshwa na maji, wamepakwa na chumvi, wamemwagiwa kila aina ya vitu, lakini bado tu wanapita mahali pagumu. Lakini sikiliza mpendwa, lazima uhakikishe una maono. Kama huna maono, kama huna ndoto, huna malengo, hata ukipewa milioni 100 zitaisha ndani ya siku 3. Lakini kuna mtu anaweza akapewa shilingi 30,000 na kesho ukamkuta tajiri. Kwa nini? Kwa sababu ana maono na ile 30,000 aliyonayo. Ninakuombea mpendwa, hawezekana unaniangalia saa hii na unasema mtumishi, ni kama unazungumza kitu cha kwangu. Ndio, unasema kuna vitu vingi nimefanya, kuna vitu vingi vya kimaendeleo ambavyo ninavifanya, na si kwamba Mungu hanibariki, lakini ni kwa nini sioni mafanikio? Ni kwa nini maisha yangu yamekuwa hivi? Ni kwa nini nateseka kiwango hiki? Ni kwa nini nimeishi kwa tabu? Kwa nini naishi kama digidigi porini? Kwa nini kama nasaidia watu kuishi lakini sio kwamba ninaishi? Nataka nikwambie, ndio maana tunakwenda kukaa mbele za Mungu na kuatamia ndoto zetu, kuziatamia. Na mimi nakuombea mpendwa, tulia. Mungu akupe kutulia ili uweze kuiatamia hiyo ndoto. Umwambie Mungu, nimetamani kufika hapa, nimetamani jambo hili liwe la kwangu, nimetamani Bwana nifanane na kitu fulani, niwe katika viwango fulani. Na mimi nataka nikwambie, kwa kuwa mtu alivyo nafsini mwake ndivyo alivyo, anavyoona mtu ndani yake ndivyo alivyo. Naamini ya kwamba Mungu hatakuacha, Mungu atakutetea. Na ombi langu ni kwamba hicho kilichoko ndani yako Mungu akitoe ili watu waweze kukiona, kikawe faida kwako, jamii, kanisa na ulimwengu, katika jina la Yesu Kristo. Na mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo nataka nikwambie, huwezi kufanikiwa kama huna maono. Kumbuka, maono ndio yanayokupa nguvu ya kuomba na kuyapambania ili yatokee yawe halisi, uyaone kwa macho ya damu na nyama. Jambo la 6, ndoto yako ni kwa wakati ulioamriwa. Ndoto yako ni kwa wakati ulioamriwa. Yawezekana kuna mtu naongea naye saa hii ni kipindi cha ndoto yake kuchanua. Kuna mtu mwingine ndio yatamia, kuna mtu mwingine ndio inaanza, kuna mtu mwingine ndio inanawiri na kuendelea kuchanua na kuchanua. Kwa hiyo jua kabisa ya kwamba ndoto yako ina muda na majira yake, na ndio maana tunakwenda kuatamia ili tusipishane na majira. Kuna watu saa hii ungekuta wameshaolewa, lakini mpaka saa hii ukimwambia ni kwa nini, anasema sijui, na ndani yake anajisikia vibaya. Kuna mtu alitakiwa awe ameoa, unamwambia ni kwa nini uoe, anasema hata mimi sijui. Kuna mtu saa hii alitakiwa kuwa viwango fulani aidha vya kutumishi. Nini kilitokea? Kuna namna tu amepishanishwa na majira yake aliyobeba baraka, majira yake aliyobeba maono yake na ndoto zake. Ndio maana nakwenda kuomba na wewe, na mimi naamini kwa jina la Yesu Kristo, kuna namna Mungu anakwenda kufungua watu wengi, kuna namna Mungu anakwenda kukutana na maisha yako. Na kama unaamini, tamka, sema ni mimi Bwana, na andika hapo, kuna namna nitaomba na wewe na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo.
Kumbuka kuna majira yako ya kupona. Umeteseka na magonjwa miaka nenda rudi, kuna majira yako ya kupona. Ndani ya mwezi huu kuna majira yako ya dai mbele za Mungu aliye hai. Kabisa, kuna kabisa majira ya kupona kwako. Kuna majira ya kuinuliwa kwako. Ndio, hatutainuliwa kwa wakati mmoja, kila mmoja kwa majira yake. Watu hawatakufahamu kwa wakati mmoja. Kuna mtu amefahamika toka miaka 7 iliyopita. Kuna mtu ameanza kufahamika mwaka jana mwezi uliopita. Lakini nataka nikwambie ni zamu yako katika jina la Yesu Kristo. Sema napokea kwa jina la Yesu. Kuna majira ya kuinuliwa kwako. Kuna majira ya kutambulishwa, kwamba Mungu anainua watu na anaweka kitu ndani yako, alafu anainua mtu wa kukitambulisha. Kuna majira ya kuajiriwa. Umefanya masomo yako, umesoma, umeenda chuo pengine ndani na nje ya mipaka ya nchi, lakini kuna namna umetafuta kuingia kwenye ofisi fulani kwa ajili ya ajira, lakini imeshindikana. Yako majira yaliyoamriwa, na mwezi wa 7 umebeba majira ya mtu, na huyo mtu ni wewe. Sema amen kwa jina la Yesu Kristo. Kuna majira ya kuoa na kuolewa. Kabisa kabisa. Ndio maana anasema ni kwa wakati ulioamriwa, ni kwa majira maalum yaliyoamriwa. Na ndio tunataka kuomba hapa kwamba kila mwezi umebeba cha kwako. Kwa lazima tukaombe. Ndani ya mwezi wa 7 kuna cha kwako, kuna cha kwangu. Tunakwenda kuomba na Mungu atatusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kuna muda wako au kuna majira yako ya kupanda cheo. Kuna majira yako ya kuvuka nje ya mipaka ya nchi. Kuna majira ya kupata mtoto. Viuno vyako vinaachilia mtoto. Tumbo lako la uzazi linapokea mtoto. Yako hayo majira na kwenda kukuombea kwa jina la Yesu. Kuna majira yako ya kumiliki na kutawala, na Mungu akusaidia hayo majira atimie katika jina la Yesu Kristo. Kuna majira ya kuajiriwa. Hiki nacho ni kitu ambacho tunaenda kumomba Mungu kwa namna ya kipekee. Kuna majira ya kuheshimishwa. Zaburi ile ya 1 mstari wa 3 anasema uzao matunda yake kwa majira yake, na kila alitendalo litafanikiwa. Anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Manake wewe una majira yako, na mimi nakuombea hayo majira ya kuinuliwa kwako, ya kufanikiwa kwako, yakifika mpendwa, ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kuomba juu ya majira ya kufanikiwa kwako msimu huu wa kiuchumi. Na jambo la 7 na la mwisho, ndoto au njozi yako haitasema uongo. Kwa hiyo ingoje. Mungu amesema ingoje, maana yake itatimia kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya kesho naomba kila mmoja atasogea mbele za Bwana akiwa amebeba maono yake ambayo anatamani kuyatamia, na tutaenda mbele za Bwana, na ninajua kila mmoja ana ndoto zake, na mimi hapa nitakuletea ujumbe ambao utakuelekeza juu ya kujua ndoto yako, kile ambacho Mungu anakupa kukifahamu ndani yako, na kila mmoja ana kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Basi tutakwenda kuomba na kwa imani kitatimia katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikuombee kwa damu ya Yesu Kristo kwamba kile kilichoko ndani yako Mungu akiatamie na Mungu akipe kutimia katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, asante Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye anatufuatilia sahi, anasikiliza huu ujumbe sahi. Kwa damu ya Yesu Kristo ninajua Bwana ulimuumba, ndani yake ana njozi, ndani yake ana malengo, ndani yake ana maono, ndani yake kuna kitu ambacho umekiweka ili kimfanye adhibitike mbele zako, awe yule ambaye umekusudia awe. Mungu ninakusihi hiyo njozi ikatimie. Tunaiombea kwenye madhabahu. Baba ninakusihi usinyamaze, usilale, usisinzie. Uliye mlinzi wa Israeli, simama na huyu mtu anayenitazama sahi kwa jina la Yesu Kristo. Kila ndoto ya mwanafamilia, kila ndoto ya mwanandoa huyu, kila ndoto ya mtoto wa kiume na wa kike, hawa wanaonitazama sahi, hawa waliokaa hapa sahi, huyu ambaye anasikia sauti hii sahi, kwa jina la Yesu Kristo ninamvuvia upako wa Roho Mtakatifu, ya kwamba kile kilichoko ndani yake
kianze kuatamiwa na Mungu. Mungu akilinde na adui asikipate kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa roho za kufuatilia, tunakataa roho za mikosi na balaa, tunakataa roho za mafarakano, tunakataa visasi vya adui kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka tuliopewa, kitabu cha Mathayo 18:18, lolote tutakalofunga hapa duniani na mbinguni limefungwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunafunga kila kazi ya adui ndani ya huyu mtu, mikosi na balaa. Mikono yake iliyokamatwa iachiwe, miguu yake ikaachiwe, macho yake yakaachiwe kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kinachozuia ndoto yake isitimie na kibatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa mkono hodari wa Mungu aliye hai, huyo mtumishi akaone ndoto yake ikitimia katika jina la Yesu Kristo. Pokea huo upako sahihi, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema mwezi huu, wingu la Kristo liende pamoja nawe katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Mtumishi wa Mungu, ninaitwa Jacob Emmanuel Mlawi. Tumemaliza siku yetu ya 3 leo katika siku 22 tulizo nazo. Naomba nikuandae kwa ajili ya siku ya kesho, ya kwamba kila mmoja atakuwa na diary yake, notebook yake, kama una laptop, kama una kompyuta, ili uweze kuweka hapo maombi na maono yako. Yawezekana uliandika toka Januari, lakini pia unaendelea kuyatamia, na tutaenda kuomba katika siku yetu ya 4. Ni kuandae vizuri kabisa ya kwamba tutaomba, na ukibarikiwa kabisa kusimama na maombi haya kwa njia ya sadaka, Mungu akupe hiyo neema. Utaona namba zetu pale mwisho. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe tena katika siku inayofuata. Shalom, shalom, na Bwana akubariki. Amen.